Atasema tena imekwisha. Atasema tena imekwisha. Moyo wa Yesu Kristo unatamani sana kurudi mara ya pili. Na ni kwa sababu Yesu anajua ya kwamba ana watu speciali sana duniani leo. Na ndiyo maana anatamani aje awachukue wakapumzike nyumbani hatimaye. Ndiyo maana anatamani kuja kuwachukua, kuwaondoa katika mahangaiko na matatizo na majonzi ya ulimwengu huu. Yesu anatamani kuja mara ya pili. Kama wewe umekuwa ukidhani ya kwamba wewe ndiye unatamani Yesu aje, nataka nikwambie hata Yesu mwenyewe anatamani kuja mara ya pili. Na swala la ukombozi ni swala ambalo Yesu amelibeba katika moyo wake na furaha iliyokuu. Na ndio maana Yesu alipokamilisha hatua ya kutukomboa msalabani, Yesu alipokamilisha hatua ya kutukomboa msalabani, tamko la mwisho ambalo tumelizungumzia hapa, na hapo ndipo tutakapojengea somo tukiingia kwenye kina chake. Tamko la mwisho ambalo Yesu alilipeana msalabani sio tamko la kukata tamaa, sio tamko la huzuni, sio tamko la kushindwa, ni tamko la ushindi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema hivi, kitabu kile cha Yohana 19 mstari wake wa 30. Biblia inasema hivi, Yohana 19 mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Tamko la mwisho la Yesu msalabani lilikuwa ni tamko la ushindi. Tamko la mwisho la Yesu msalabani alikuwa anatangaza ya kwamba unabii sasa umetimizwa. Deni la dhambi limelipwa kikamilifu. Wote walio mateka wameachiwa huru. Hakuna haja ya kafara tena. Manake kafara kamili ya Yesu Kristo imetolewa msalabani. Kwa hiyo tamko la mwisho la Yesu msalabani, imekwisha, ni tamko la ushindi. Ni tamko kwamba deni limeshughulikiwa. Ni tamko ya kwamba mateka wameachiwa huru. Ni tamko ya kwamba sisi si watumwa tena. Sisi ni wana na binti za Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikwambie, unapoangalia msalaba unafunua vitu viwili. Unapotazama msalaba, yeyote atakayeangalia kwa umakini lazima aondoke hapo na vitu viwili. Jambo la kwanza, msalaba unaonyesha upendo wa Mungu kwetu. Lakini jambo la pili, msalaba unaonyesha chuki aliyonayo Mungu dhidi ya dhambi. Kwa hiyo ukienda msalabani lazima vitu viwili uvione, kwa sababu Yesu hakusema tu imekwisha, lakini pia msalabani sauti ilisikika. Mathayo 27:46. Mathayo 27:46. Sauti ilisikika ikisema, Eloi Eloi lama sabaktani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Unajua, Yesu alipokufa, nifuatilie kwa karibu, kulikuwa na giza kwa masaa 3. Lakini nikwambie, giza lile lilipoisha, giza liliisha katika sehemu nyingine yote msalabani, isipokuwa kwenye msalaba wa Yesu peke yake. Yesu anapolia Eloi Eloi lama sabakitani, ni kwa sababu ni anahisi upweke wa kipekee, kwa sababu ya uzito wa dhambi aliyokuwa amebeba, kwa sababu ya kuhisi Baba step back, amesalishwa peke yake msalabani. Giza fulani lilikuwa limefunika katika maeneo ambayo Yesu alikuwa ameangikwa. So wakati sehemu nyingine yote ilikuwa imeregeshwa mwanga wake, msalaba ulisalia na giza.
ikamwacha mkombozi wetu akining'inizwa na misumari, ikamwacha mkombozi wetu matone ya damu yakimwagika kutoka msalabani, ikamwacha mkombozi wetu amesalia kutukanwa na kukejeliwa, ikamwacha mkombozi wetu baba ameondoka wala aoni uwepo wake, ikamwacha mkombozi wetu malaika hawawezi kuingilia katikati kumwokoa. Lilikuwa ni giza nene, na Yesu akahisi kana kwamba ameachwa peke yake, na kwa kilio kikubwa ndipo akatamka Eloi Eloi lama sabakitani. Hakuwahi kuzoea kutenganishwa na baba yake, hakuwahi kuwa nje ya uwepo wa baba yake, lakini kwa sababu ya dhambi zetu utengano ukawa mkubwa kiasi cha kwamba giza ndiyo ilifunika msalaba. Lakini sikia, giza hilo halikukaa muda mrefu. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Giza halikukaa muda mrefu, kwa sababu baada ya Yesu kuona ya kwamba ni kweli nimeachwa msalabani peke yangu, ni kama hamna mtu wa kusimama na mimi. Baba amesema lazima mwana awe kafara kamili. Malaika wa mbinguni wameambiwa we must back off, manake Yesu lazima abebe mzigo. Lakini pindi giza likaondoka, pindi tumaini likarudi, pindi akahisi kuingiwa na nguvu tena, ndipo akatamka msalabani akisema, sasa imekwisha. Kafara kamili ya dhambi nimeilipa. Kilichohitajika ili Robinson aokolewe nimeshughulikia. Ile deni ambayo angeibeba nimeilipa kikamilifu. Na Yesu, Biblia inasema, akasema imekwisha. Na baada ya hiyo akasalimisha roho yake mikononi mwa Mungu, naye akafa. Umati ukasimama msalabani kana kwamba wamepigwa na radi. Umati ukasimama msalabani, hawaelewi kinachoendelea. Umati wakashangazwa na matukio, ni kipi kinachoendelea? Sikia, mwana wa Mungu alikuwa amekufa kama kafara kamili, na aliposema imekwisha, sikia, pazia la hekalu, Biblia inasema, ikajigawa mara mbili. Nchi ikatetemeka, miili iliyo makaburini ikainuka. Nasikia ile miili ilipoinuka, walisubiri mpaka Yesu afufuke, na walipofufuka wakaingia mijini, wakasema Yesu hayuko kaburini tena, Yesu yuko hai. Siwezi kupita hapo bila kusema kitu, lazima ni comment kisha niende mbele. Sikia, ujasiri wetu wakuwa wa Kristo, hili sitakosa kusema kila wakati, ujasiri wetu wa kumsimamia Yesu Kristo sio kwa sababu yupo kaburini, sio kwa sababu alitufilia, ni kwa sababu anaishi milele zote. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya, haleluya. Yesu anaishi. Na unajua, ili ujue ya kwamba kafara imelipwa kamili, baada ya Yesu kumaliza shughuli zake za hapa chini, baada ya Yesu kumaliza shughuli zake za hapa duniani, lile kundi ambalo lilikombolewa alilibeba kwenda nalo mbinguni kama malimbuko ya kwanza. Na unajua, alipoingia mbinguni, malaika walidhani amekuja na wakombolewa, amemaliza shughuli yote, na wakataka kumpatia a coronation kama mfalme. Lakini Yesu akasema bado, haya ni malimbuko ya kwanza. Sikia, kuna ushahidi wa kutosha mbinguni ya kwamba deni la dhambi limelipwa kikamilifu. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Limelipwa, hakuna sehemu iliyobaki. Limelipwa, limeshughulikiwa pasipo sehemu iliyobaki. Mkombozi wetu hatimaye alilipa deni la dhambi aliposema imekwisha. Lakini atasema tena imekwisha. Ndiyo, alisema msalabani kama ashiria kwamba deni la dhambi limeshughulikiwa. Lakini sikia, atasema tena imekwisha. Na mara hii atakaposema
imekwisha. Haitakuwa imekwisha kama ya msalaba. Itakuwa imekwisha tofauti, tena iliyo na uzito tofauti, tena iliyo na ujumbe tofauti. Atasema tena imekwisha. Ufunuo 16 mstari wa 17 ndilo tamko tunalolitumia. Biblia inasema hivi: na huyo wa saba akakimimina kitasa chake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikisema, imekwisha kuwa. Imekwisha kuwa. Yule aliyesema imekwisha msalabani, sikia, yule aliyesema nimelipa gharama ya dhambi kikamilifu, yule ambao amesema nimewakusanya wote waliopotea, atasema tena imekwisha kuwa. Nasikia hili tamko litakapotoka kinywani mwake litakuwa likitangaza ya kwamba imetimia sasa. Litakuwa ikitangaza kwamba imefanyika sasa. Itakuwa ikitangaza kwamba imekamilika, inatosha. Tumefika mwisho wa kila kitu. Sikia, litakapotamkwa, haitatoka msalabani tena, itatoka hekaluni. Nasema tena, atakapotamka tena imekwisha, haitatoka msalabani. Hana haja ya kuregea msalabani tena, itatoka hekaluni, mahali anapotuombea, mahali anaposihi kwa niaba yetu, mahali anayotupatia uwezo wa kushindia dhambi. Atasema tena imekwisha. Nasikia atakaposema imekwisha, sikia kwa makini, atamaliza kazi yake ya mkuu wa mwombezi. Atachukua ofisi ya kuwa mfalme. Atakaposema imekwisha, sikia, hata mlango wa rehema, utafunga sasa. Atakaposema imekwisha, itakuwa ni mwisho wa maumivu ya hapa chini. Itakuwa ni mwisho wa balaa za hapa chini. Itakuwa ni mwisho wa serikali fisadi. Itakuwa ni mwisho wa familia zisizofanya kazi. Itakuwa ni mwisho wa kila machungu na maumivu, na itakuwa ni mwanzo wa furaha kuu ya ajabu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakaposema tena imekwisha, itakuwa ni nafasi ya kipekee sasa, ili kwamba mwana wa Adamu aregeshe kile ambacho Adamu alikipoteza katika shamba la Edeni. Na wapenzi, hapa sikia kwa makini, atakaposema imekwisha, Ufunuo 16:18 inasema hivi: patakuwa na umeme, patakuwa na sauti, patakuwa na radi na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu kuwepo wanadamu hapakuwa na kama hiyo. Atakaposema imekwisha, mbingu zitakunjwa kama kurasa, milima na visiwa vitahama. Manake sasa vinampisha yeye anayekuja mara ya pili, aliye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Atakaposema tena imekwisha, hatimaye wapenzi, atashuka. Atakaposema tena imekwisha, atashuka. Nasema tena, atashuka. Atakaposema tena imekwisha, atashuka. Atashuka na mshindo mkuu, atashuka na mamlaka makuu, atashuka na utukufu ambao haujawahi kuonekana. Sikia, atashuka, kila jicho litamwona. Atashuka, kila sikio litamsikia. Atashuka, atashuka. Hatimaye itakuwa ni mwisho wa maumivu na masononeko yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Atakaposema tena imekwisha, atashuka. Na atakaposhuka, ulimwengu huu utajigawa, ama utakuwa kwenye makundi mawili. Atakaposhuka, ulimwengu huu utakuwa katika makundi mawili. Sio makundi ya matajiri na maskini.
Sio makundi ya Waafrika na wazungu. Sio makundi ya Wakisii na Wajaluo. Hapana. Ulimwengu utakuwa katika makundi mawili. Kundi la kwanza, Biblia yangu inaniambia kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 15 na 16. Biblia inasema hivi: wafalme wa dunia na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana watajificha katika pango na chini ya miamba na milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake ajaye na juu ya kiti cha enzi cha mwana kondoo. Kundi la kwanza, atakaposhuka hawataweza kustahimili utukufu wake. Atakaposhuka hawataweza kumpokea na furaha kuu ya ajabu. Atakaposhuka hawataweza kumlaki kama Bwana anayerudi tena, kwa sababu hawajawahi kumpokea maisha yao yote. Hawajawahi kumpa nafasi katika mioyo yao. Biblia inasema kwamba watakimbilia milima na miamba, wataona kwamba tusitirini, tuangukieni, manake utukufu wa yule ajaye hatuwezi kustahimili. Atashuka, lakini sikia, itaonekana kana kwamba Mungu hatakuwa na watu, na swali litaulizwa, ndiyo anakuja, ni nani atakayeweza kusimama? Na hiyo itatupatia kundi letu la pili, manake watapatikana mkutano mkubwa kutoka pembe 4 za dunia. Kutoka Ibach watapatikana, kutoka Marekani watapatikana, kutoka Mombasa watapatikana. Kundi ya kila kabila, lugha na jamaa watapatikana. Waaminifu wa Mungu ambao wamempokea maishani mwao, ambao wametoa maisha yao kwao, ambao wamekubali Bwana wa msalaba watapatikana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata wale ambao wamejitoa kwa ubatizo hapa Ibacho kwa neema ya Yesu Kristo watapatikana. Hata wale ambao mchana wa leo wanamkubali Yesu Kristo watapatikana. Mungu hatakosa watu waaminifu. Hatakosa. Atakuwa na watu ambao ulimwengu unaposema tuangukie, tusitiri, tufiche kwa uso wa yule ajaye, wao watakuwa na ujasiri wa kumpokea kwa mara ya pili, manake wanajua huyu tumekuwa tukimsubiri. Na sauti zao zitasikika zikisema, hiki kikundi, Biblia inasema watasema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Ni makuu na ajabu matendo yako, e Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa mataifa. Watapatikana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunasema watapatikana atakaposhuka. Sikia, atakaposema tamko ile kwa mara ya pili, watapatikana waaminifu wa Mungu, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na parapanda ya Mungu. Watapatikana hata wale ambao watakuwa makaburini, manake fungu linaisha kusema kwamba waliokufa katika Kristo, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mimi naambia watu kila mara, njia nzuri ya kujiandaa kwa mazishi yako ni kumpokea Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu Kristo, tukusuke kwenye mkeka, tukurushe baharini. Yesu atakapotokea mawinguni, siku ile watakatifu watakapokusanyika na kukutana makaoni kule juu, majina yatakapoitwa, uwe baharini, uwe motoni, hukuzikwa vizuri, ukipewa mazishi ya heshima, kama ulikufa ndani ya Yesu Kristo, utafufuliwa kwanza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Atakaposhuka, waliolala katika Kristo atawafufua kwanza, wapenzi. Na unajua, akisha wafufua kwanza, wale ambao watasalia makaburini hawawezi kuamka. Sikia, unajua ni kwa nini hawawezi kufufuka? Si kwa kuwa Yesu hana nguvu ya kuwafufua. Sikia kwa makini, hawajawahi kujifunza kusikia sauti ya mkombozi. Kwa hiyo hata akishuka mawinguni,
na awaite kutoka makaburini, hawajawahi kujifunza kuitwa kupokea uzima. They have never heard the voice of God calling them to life. Hawajawahi kuitika. Kwa hiyo Yesu akishuka, hata anapoita watu kutoka makaburini, sikia, yeye aliye ufufuo na uzima, watakao sikia sauti yake ni wale ambao wamezoea kuisikia kila siku. Ni wale ambao wamezoea kumpokea kila siku. Ni wale ambao wanamkubali maishani mwao kila siku. Atakaposhuka, atawaita kutoka makaburini. Yule mtoto aliyelala akiwa na miezi kadhaa, kama alilala ndani ya Yesu Kristo, atakaposhuka atamuita. Yule mume uliyemzika ukiwa unahisi umebaki upweke, kama alikufa katika Kristo, sikia, akiitwa atakaposhuka ataamka. Nasikia kutakuwa na mkutano hewani. Kutakuwa na mkutano hewani. Ninaona picha ya Yesu akichukua watoto wadogo na akitafuta wazazi wao. Sema, huyu alilala, lakini mama, mtoto wako yuko hapa. Na wale ambao wazazi wao watakosekana, watachukuliwa na kukabidhiwa kwenye mikono ya malaika. Atashuka, atashuka na watu watafufuliwa. Atashuka na ushindi mkubwa utaonekana. Atashuka, kifo hakitakuwepo tena. Atashuka, maumivu hayatakuwepo tena. Ninasema atashuka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Atashuka. Na kwa sababu atashuka, imekupasa kuyasalimisha maisha yako kwake, samahani, kabla hajashuka, kabla hajaweka tamko la mwisho, kabla hajasema imekwisha kuwa, kabla hajasema aliye mtakatifu na azidi kutakasika, kabla hajasema aliye mchafu na azidi kuwa mchafu, kabla, imetupasa kupeana maisha yetu kwake. Na unajua hatafufua tu. Paulo anasema, Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 17, akisha wafufua, kisha sisi tulio hai, acha nizungumze kwa wakati ujao, kisha sisi tutakao kuwa hai, tutakao salia, tutanyakuliwa pamoja kumlaki Bwana hewani. Oh, haleluya. Na unajua Paulo akiandika fungu hilo, analiandika kana kwamba Yesu akija atakuwa hai. Hasemi nyinyi mtakao salia. Anasema sisi tutakao salia. Kwa hivyo Paulo aliishi macho yake akijua, nitamwona Bwana katika utukufu wake. I will see him. Sikia, Yesu atashuka, ndio atafufua, lakini pia Yesu atashuka, lakini sisi tutakao kuwa hai, sisi tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja, tutamlaki Bwana hewani. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tutamlaki Bwana hewani. And this is where it gets interesting. Manake vitu wali vizuri vinapoisha, ina maana karibu namaliza hubiri. Unajua anaposhuka sasa, akisha tuchukua, siku 6 kwa sayari tutatembea na Yesu Kristo. Siku 6 kwa sayari tutatembea na Yesu Kristo. Tutapita anga za juu, tutapita Orion na Nebula, tutapita jua na mwezi, tutapita Yesu mwenyewe akitupeleka nyumbani, Yesu mwenyewe akituondoa katika machungu haya. Nasema Yesu mwenyewe akitaka atupumzishe. Tutasafiri siku 6 kwa sayari. Tutaangalia dunia ambazo hazikuwahi kufanya dhambi, tutaangalia dunia ambazo hazikuwahi kuanguka, lakini hatimaye wapenzi, tutafika nyumbani. Tutafika nyumbani hatimaye. Najua tukifika nyumbani, Yesu atasimamisha zile sayari ambazo hazijawahi kufanya dhambi. Yesu atasimamisha wale ambao ni malaika wa mbinguni. Kisha sisi atatupanga. Atatupanga hivi, kiti cha enzi kitakuwa hapa, kisha tutakuwa tunakizunguka
Sikia kwa makini, wala mawazo yako yawe hapa tu, usiofu. Kiti cha enzi kitakuwepo. Kisha kuwepo, sisi tutakizunguka. Sikia, circle ya kwanza itakuwa na wale ambao walikuwa maadui sugu wa msalaba. Kina Paulo watakuwa hapo, lakini kwa sababu walipokea injili, lakini kwa sababu walipokea mwaliko wa ukombozi, they will be in the innermost circle, watakuwa hapo. And then next to them, Yesu atatupanga. Baada ya hawa kwanza, watakaofuata ni wale ambao japo watu walisema haiwezekani duniani, japo watu walisema kwamba haiwezekani kuwa washindi, japo watu walisema kwamba haiwezekani kushinda dhambi, wao walishinda dhambi. Atashuka hatimaye. Kisha sako linaofuata watakuwa wale wote ambao wamewahi kufa kwa sababu ya Yesu Kristo. John Huss, Jerome, Martin Luther, watakuwa kundi kubwa ambalo wamewahi kufa kwa sababu ya Yesu Kristo. Sikia, ukikosekana kwenye circle ya kwanza, ukosekane kwenye circle ya pili, ukosekane kwenye circle ya tatu, kuna nafasi kwenye circle ya mwisho. Hapo kutakuwa na watu wa mataifa yote, watu wa lugha zote, watu wa kila tabaka, lakini they share one thing in common: wameokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Oh, hallelujah, hallelujah. They'll be there. Watakuwa. Alafu akisha kuwa hapo, itakuwa ni nafasi ya Yesu kufanya kitu speciali sana. Kwa sababu ya machungu ya dunia, kwa sababu ya kitu ambacho dhambi imetufanyia, kwa sababu ya fedheha ambazo tumezipitia, Yesu akisha tupanga na asimamishe sayari ambazo hazijaanguka, asimamishe malaika wa mbinguni, atawaangalia na kwa tabasamu waambie, hawa ndio wale walioosha mavazi yao kwa damu ya mwanakondoo. Amen. Hawa ndio wale waliotoka kwenye dhiki kubwa. Hawa ndio wale, sikia, ambao wameshinda kwa damu ya mwana kondoo. Atashuka hatimaye. Lakini sikia, Yesu akituintroduce mbinguni namna hiyo, listen to me closely, machozi ya furaha yatajaa nyuso zetu. Machozi ya furaha yatajaa nyuso zetu. And because of that nostalgia, kwa sababu ya hiyo experience, Yesu atagusa noti ya kwanza. Nasikia vinyo keyboard anagusa. Atagusa noti ya kwanza. Ding. Malaika watadhani ni muziki wa kawaida wa mbinguni. Watakuwa tempted kujoin kuimba. Lakini sisi tukianza kuimba, sisi tukianza kuimba, watashusha vinubi vyao chini, manake hawajui nini maana ya kukombolewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. They don't know the experience of salvation. Their hearts will be down. Na sisi tutaimba wimbo wa Musa. Tutaimba wimbo wa mwana kondoo. Tutaimba wimbo wa ushindi. It's a song of experience. Skia, my beautiful choir members, that song does not require a soprano. It requires a character bought by the blood of the Lamb. Amen. Bezi tetemesi hapa sawa, tena ituzubaisi hapa sawa, alto ituvutia hapa sawa. Lakini usipomkubali Yesu, kwaya ya mwana kondoo huimbi. Manake hiyo kwaya, it is a song out of experience. It's a victor song. Hatimaye tutaimba. Na tukishaimba, permit me some few seconds of the preacher's imagination. Tukishaimba, Yesu atatutembeza katika atmosphere ya mbingu. Na tutatembea, tufika mahali Yesu apose na atabasamu akiwa amekushika mkono. Sasa mbona Yesu umetulia hivi kutabasamu? Ambia mwanangu, unaona hili jumba ni la Enoka, hili jumba ni la Musa, hili jumba ni la Daudi,
Tuendelee. Mtembee tena. Mtembee tena. Ufike mahali utulie. Yesu, Bwana, hili nalo ni zuri hivi. Hili linapendeza. Ni kama lile ambalo nataka mimi. Alafu anakuambia Makenzi, hili ni lako. Hili ni lako. Amen. Najua your taste and preference. Najua. Kwa hivyo nilipokuwa duniani, I designed something to meet your taste and preference. Amen. Hili ni lako. Alafu Yesu atembee tena. Atembee. Afike mahali umuone ametulia. Machozi yanamtiririka. Uchungu umemjaa. Yesu wangu ni nini? Sema, unaona ile jumba? Nilikuwa nimemwandalia dada fulani. Nilimtafuta hata mpaka Ibacho. Nilimpatia nafasi ya kuokolewa. Nilimvuta kwa kamba za pendo. Niliwasukuma heaven targeters. Wakajinyima kwa hela. Wakajinyima kwa kulala chini, waliacha vitanda. Wakajinyima kwa kuacha familia zao. Wakasimamisha mkutano. Nikatuma wahubiri kutoka Marekani. Nikatuma medical missionaries kutoka Marekani. Nikatuma wahubiri kutoka Mombasa. Wakamsi, njoo kwa Yesu Kristo. Njoo kwa Yesu Kristo. Lakini kila siku aliposikia wito, aliondoka na kwenda. Kila siku aliposikia wito, aliondoka na kwenda. Kwa hivyo japo nilimwandalia chumba, hayuko. Na moyo wangu unaugua. Moyo wangu unachomeka kwa sababu hayuko. Sikia, mchana huu wa leo tusimpatie Yesu sababu nyingine ya kulia tena. Tusimpatie Yesu. Machungu ya Getsemani yametosha. Machungu ya Kalvari yametosha. Sasa tumpe Yesu sababu ya kutabasamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumpe Yesu sababu ya kutabasamu. Sema, ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu, kwa sababu rehema ni ya ajabu, pendo bila kipimo, wokovu ni mkamilifu, amana ni upendo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sema, take the world but give me Jesus. Nipe Yesu. Mchana huu wa leo ndio Yesu atasema tena imekwisha. Ila swali langu kwako, atakaposema tena imekwisha, unafikiria vipi? Je, umejiandaa kuwa mrithi wa uzima wa milele, ama umejiandaa kupotea milele? Narejelea tena, ukimwangalia Yesu hakuna jinsi utapotea. Ukiendelea kujiangalia hakuna jinsi utaokolewa. Ukiendelea kuangalia kwa nini mimi sifai, mimi sipendezi, ni kuwa mzuri kwanza, you'll never be too good for you to come to Christ Jesus. Ni shetani anakushawisha kwamba subiri mpaka ukamilike. Sikia, anayetukamilisha ni Yesu Kristo. Ni yeye ndiye anasema, mwanangu njoo, mwanangu njoo. Na mchana huu leo mimi Robinson, afadhali Bwana aninyime yote ya ulimwengu huu, lakini nisikose kuwa na Yesu wangu milele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na unajua Fanny Crosby ni musician. Siku moja mhubiri fulani alitembelea eneo la kwao mahali wanaishi. Nataka nikuite sasa kwa ubatizo na kumpokea Yesu. Akamwambia huyo mhubiri, mimi Fanny Crosby natamani ningezaliwa kipofu. Alipokea upofu baada ya muda mchache wa kuishi kwa sababu ya mambo kidogo hospitali. Kama lakini mimi natamani kama ningezaliwa kipofu. Mhubiri akamwambia kwa nini? Akamwambia kwa sababu kama ningezaliwa kipofu, mtu wa kwanza ambao macho yangu yangemuona maisha yangu yote ni Yesu. Akamwambia Fanny Crosby, wewe ungemjuaje Yesu? Akasema sikia, tukifika mbinguni ningeangalia kila kona, ningeangalia kila sehemu, na nitafute mtu mwenye alama za misumari. Nitamjua kwa alama za misumari. Amen. Kazi yangu ikiisha, nami nikiokoka na kuvaa kutoharibika, nitamjua kwa alama za misumari. Imagine, mimi niko na alama kwa miguu yangu hapa, ila najua Yesu atakapokuja hiyo alama haitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu atabaki na alama za misumari mikononi,
alama za misumari miguuni, alama za taji ya miiba atabaki nazo milele, makovu ya ushindi, scars of victory. Kwa nini usimkubali huyu mtu? Why don't you accept him? Mimi mchana huu tena nasema, Bwana, siwezi, lakini wewe unaweza. Bwana, mimi ni mnyonge, lakini wewe una nguvu. Na udhaifu wangu, uweza wako unatiwa nguvu katika udhaifu wangu. Kwa hiyo mchana wa leo mimi ninayehubiri Robinson ni wa kwanza. Bwana, toa maisha yangu tena kwa mara nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ni wa pili? Je, unatamani mchana huu huyu Yesu ajaye, huyu Yesu anayeshuka akupokee, akukubali, huyu Yesu anayekuja afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kama ni ombi lako, kwa nini sasa usisimame kwa ujasiri? Kwa nini sasa usisimame kwa ujasiri? Manake Yesu atasema tena, imekwisha. He will say again, it is finished. It is done. Siniwaombe kama tufanyavyo kila siku, ila leo kabla hamjaja nimeambiwa hili hema lote ni la wabatizwa. Kwa hivyo wao kwanza wote wapite wakuje mbele. Wao wote kwanza wapite wakuje mbele. Jo, manake hapa tumeshinda. Jo, manake Yesu tayari ametukomboa. Jo, manake sisi tumefanyika watoto wa Mwenyezi Mungu. Come. Jo sasa. Na wanapokuja hao, umati wote wanaposongea karibu sasa, ikiwa unataka kujiunga na hawa wanaenda kubatizwa sasa hivi, kwaya wataimba. Wanapoimba wewe njoo chapu chapu. Maji yametibuliwa, wa kwanza kuingia ni aokoke. Kama umesalia uko nyuma na unataka kujiunga na kundi hili, na wewe njoo sasa. Lakini umati wote utoke kwenye hema sasa. Kila mtu aliye nyuma, aliye mbali, kila mtu asongea hadi katika speaker, jinsi wote tunafanya kila siku. Jooni kabisa. Jooni sasa. Tembea kila mtu. Sisemi mnakuja kubatizwa, tunasema sote tunakuja hapa karibu. Sote tunakuja, na mnajua kazi tunakuja kufanya hapa karibu. Kwa hivyo njooni kabisa. Tembeeni, manake Bwana anakuja tena. Yesu anakuja tena. Isikike kote, sauti ikapae, milima ya Ibacho ikapeane kama mwangwi, kwamba Yesu anakuja tena. Yesu atasema tena, imekwisha. Tutaishia hapo nyuma ya speakers, hapo tu ni sawa. Kila mtu aje. Manake leo tulia tu kwanza tutaimba. Leo ni siku ya wokovu. Bwana anasema kila mtu aje. Njoo, manake Bwana anaita. Njoo kwa sababu Bwana anasihi. Njoo kwa sababu Bwana anapeana mwaliko wa kipekee. Come, Jesus is tenderly calling today. Come home. Njoo sasa. Asanteni kwa sababu ya kufika hapa karibu. Waimbaji wanaenda kuimba, ila wewe utakuwa mwinjilisti hapo katikati. Nataka aliyesimama kando yako umhoji. Mwambie wokovu huu utaukataa. Muulize, je, umebatizwa? Muulize, je, unatamani kwenda kwa Yesu Kristo? Ensure you do that kwa mtu aliye kando yako. Hakikisha. Hapa ndio ile mahali pa kutafsiri. Mackenzie, njoo, ili kwamba kila mtu aelewe. Hakikisha aliye kando yako umemuuliza, je, umebatizwa? Hakikisha umeuliza. Akisema hapana, mwambie natamani nikusaidie kwenda kwa Yesu Kristo. Kisha mshike mkono, mlete kwa Yesu Kristo. Haya, sasa twende. Mackenzie, njoo utafsiri hiyo. Alafu sasa baada ya kutafsiri ili kila mmoja aelewe, hii simpite mtu, ya kwamba tunasema hivi, aliyesimama kando yako, hakikisha umemuuliza. Hakikisha umemuuliza, je, umebatizwa? Akisema hapana, mwambie natamani nikupeleke kwa huyo Yesu wa msalaba. Kisha mshike mkono kwa upendo. Mshike mkono kwa upendo na mlete kwa Yesu Kristo. Waimbaji wanapoimba sasa, hiyo ndio kazi ambayo tunafanya. Tengeneza njia hapa hivi. Manake watu watakuja kwa Yesu Kristo. Tengeneza njia hapa hivi. Tengeneza kabisa.
Get the point. Take a step forward.